hofu wakawa mashujaa kwa neno la Bwana, wakawa mashujaa kwa nguvu ya kuomba, wakawa mashujaa kwa nguvu ya kufunga, na kuambia hofu ulizo nazo, utakapoingia kwenye mfungo utaona hali ya hofu inakufa ndani yako. Kwa nini tunafunga? Kwa sababu vita vyetu si juu ya damu. Hivyo roho zetu zilizokuwa zimekandamizwa na miili yetu tunaziamsha ili miili yetu ikandamizwe na roho zetu. Anasema hivi pale kwenye lile andiko la Wagalatia 5:16, enendeni kwa roho, maana hamtaweza kamwe kuzitimiza tamaa za mwili, kwa sababu roho hutamani, hushindana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Umezini bado hujatosheka. Amen. Njoo nikwambie mpendo wangu, kuna mtu ananisikia vizuri? Roho yako ikiwa na nguvu, mwili unakosa nguvu. Sio unakosa nguvu kwa maana ya kibinadamu. Mwili wako haukuamuri mambo. Unatakiwa ifike mahali roho yako inakuamulia mambo. Roho inayoamua, sio mwili. Kama vile ambavyo roho za wachawi, roho za waganga, roho za mashetani, roho za mapepo zinaamua baadhi ya maisha ya watu fulani fulani, ndivyo wewe unatakiwa roho yako iamue roho za waganga. Unasikia? Inafika mahali umefunga, umemtafuta Mungu, roho yako ina nguvu kuliko roho za wachawi. Unawaamulia wachawi cha kufanya. Ukiwaambia wachawi msije hapa, ukiwaambia wachawi nafunga njia zenu, zinafungwa. Ukisema hapa msikatize, hawakatizi kwa neno lako katika jina la Yesu. Amina. Umenielewa? Anasema roho hushindana, kwa sababu mwili utamani kushindana na nini? Na roho. Nayo roho nayo utamani kushindana na nini? Na mwili. Umenielewa vizuri? Kwa maana hizi mbili zimepingana siku zote, wala hamwezi kufanya mnayoyatamani. Sikiliza, penda maombi. Amen. Wewe ni mwanamke, wewe ni kijana, unataka mke mwema, utamkuta wapi? Utamkuta wapi? Biblia inasema apataye mke apata chambo chema. Na mwanamke mwema hutolewa na nani? Na Bwana. Sasa utakutana wapi na Bwana? Njoo kwenye maombi. Omba mwanamke, omba mwanaume, tafute Mungu na nguvu zake. Wana macho mazuri wanaojua kuomba. Wana macho mazuri wanaojua kuomba. Wana sura nzuri waombaji. Waombaji wana mivuto fulani hivi. Ndio sababu ulisema kusikia kwamba mtu amekaa kanisani na mtamani mchungaji wake, anahisi kama mume wake yuko sawa na mchungaji wake. Pumbavu wewe, njoo kwenye maombi macho yako yatakaswe. Njoo kwenye maombi macho yako yasafishwe. Tamaa zinakufa kwa njia ya kuomba. Mwili unakufa nguvu kwa njia ya kuomba. Utakapoona wake za watu utawaheshimu, kwa sababu macho yako yametakaswa kwa damu ya Yesu. Kwa njia ya kuomba tamaa zinaisha. Kwa njia ya kuomba tamaa zinaisha. Kuna mtu ananielewa? Yaani kila tu akikatiza, toka hapa pumbavu wewe, njoo kwenye maombi, ufungishe mwili, zimisha batani ya mwili, washa batani ya roho. Utakuwa watazama kwa heshima watu wote. Kama ukiokoka kijana tu anaanza kusema, yaani sina hakika ameokoka yule kijana ile. Sikiliza wewe, tunaoshwa kwa damu ya Yesu. Kwa njia ya maombi tumeua vinasaba vya tamaa. Kwa njia ya maombi tumeua vinasaba vya tamaa. Kwa njia ya maombi tumeua vinasaba vya tamaa. Zile virus, zile pepo za tamaa. Kwa njia ya maombi, kadiri unavyoomba, kadiri unavyosikia mchungaji wako anapokupa maarifa, unapoyapokea kwa moyo wa kutii, utaona zile virus, zile roho chafu, vile vipepo vilivyokaa kwenye viungo vyako vya uzazi, vilivyokaa kwenye akili yako, vilivyokaa kwenye sensi zako, vinaanza kuondoka, vinaanza kuondoka. Vifungo, zile roho zilizokuwa zinakumonita, zinakuongoza. Unasema nataka kwenda kanisani, watu wanapiga simu. Ukiingia kwenye maombi, zile simu zitazima kwa jina la Yesu. Utakapokaa vizuri na Bwana, simu za wazinzi, simu